Kijana mwenzangu. Leo kuna kitu sijui nitakuwa nawaza tofauti, sijui nimelala vibaya, lakini napenda kushare kitu kimoja na wewe. Hapo ulipo. Kwa namna moja upo sehemu sahihi, kwa namna moja haupo sahihi, kutokana na mtindo wa maisha unaoishi, au tunasema lifestyle. Kitu cha kwanza unachotakiwa kukijua au kuwa nacho au kukizingatia, kesho yako. Kesho yako ni muhimu sana na ni kubwa sana na imejengwa kipekee. Kesho yangu ni tofauti na kesho yako. Sasa kipengele chako cha maisha kisitegemee sana marafiki, kisitegemee sana wale watu ambao umekutana nao kubwani au katika sehemu unayoishi. Ila hatukatai kuwa nao rafiki, lakini usiwawekee sana usirias kiasi kwamba wakawa wanatumia akili zao kukuweka katika mambo yao na ukaishi katika lifestyle yao. Ijue kesho yako, kwa sababu kesho yako ni wewe mwenyewe ambaye unaiweza ukaicreate na kuitunza na kuiishi kwa ajili ya familia yako. Kuna wengine tunaishi tumekata tamaa, tunaweza tukawaza kwamba mimi sitaki kuoa, nitakuwa nalala na wanawake wa ovyo. Lakini take example, umezaa mtoto alafu yule mwanaume anamwona mwanao anakuja kulala naye kama ulivyokuwa unalala nao wewe watoto wenzio. Itengeneze kesho yako ambayo ni bora sana, kiasi kwamba wewe mwenyewe ukikaa sehemu unasema yes, I was created in my future as now, kwa sababu hakuna yoyote ambaye atakuja kukulilia, atakuja kulia kwa ajili ya matatizo yako. Usikubali mtu yoyote akushauri, akakushawishi kwa namna yoyote kwamba bwana akitumia bwana vile bwana ujana bwana nikuponda mali, pesa yaja, pesa nini. Hapana. Wakati ambao tukiwa na fulana wenzetu, wakati wa matatizo tunakuwa wenyewe ndani. Tunakuwa tumekaa pale tunawaza nini hatima yangu. Joni hajui ninaumwa, mama hajui ninaumwa, mimi ndio ninajua maumivu ya kuumwa kwangu. Hapo ndipo utakuja kugundua kuwa wakati unakunywa bia ni wakati tofauti ambao utakuwa unakunywa dawa. Unakunywa dawa zako, maumivu unayoyapata, kilio, pale ndio unakuwa wewe mwenyewe. Mimi napenda kusema kwamba kaa kwa siku, alafu ifike jioni uwaze kwamba nimemwaza Mungu mara ngapi, au nimemwaza mama yangu mara ngapi, au nimemwaza rafiki yangu huyu ambaye mimi nashinda naye mara ngapi. Ukishajua kwamba Mungu nimemwaza kuanzia asubuhi hadi jioni, au mamangu kuanzia jioni asubuhi hadi jioni, hapo ndipo utakuja kugundua kuwa umeconnect na hizi nafsi mbili. Lakini ukija kugundua kuwa kuanzia asubuhi sijamfikiri Mungu, sijamfikiria mama, ndio utakuja kugundua kuwa kwenye dunia hii upo peke yako. Usipotengeneza future yako ya baadaye iliyo bora, sijui wamekuja wale wamefanikiwa kwenye njia zisizo sahihi. Bwana, maisha yakiwa magumu, bora uishi maisha ya mateso, bora uishi maisha nini. Yeye ameishi maisha ya mateso kwa sababu halikuwa hana cha kupoteza. Lakini wewe hautakiwi uishi maisha ya huzuni au ya mateso, kwa sababu una vingi sana vya kukutetea, unavyo vingi sana vya kulinda. Kama ukijijua una vingi vya kulinda, usiruhusu mtu akushauri jambo ambalo yeye hana cha kupoteza duniani. Hiyo ndio kesho yako iliyo bora. Wakati ambao unalia mwenyewe, huyo ndio wewe. Okay? Usifureti mtu analia kwa labda kwenye msiba ni nini ukasema yes, I have a lot of people ambao wanaweza kulia na mimi. Hapana. Wakati ambao wewe unaona kabisa I'm alone, huo ndio wakati ambao unatakiwa ujijenge mwenyewe. Usishauriwe na mtu yoyote yule, hasa hao waliofanikiwa kwenye njia ambazo sio halali kwenye maisha yao. Wao wenyewe wanajuta. Wao wenyewe wanasema nimeshauri mtu asiishi kwenye maisha ya duni nini. Lakini moyo wake unasema kwa nini unamshauri mwenzako hivyo wakati wewe unajua kabisa unaishi kwenye maisha magumu? Una hela sawa, lakini mbona unaishi kwenye maisha mabaya? Kwa nini unamshauri mwenzako? Lakini ni akili za binadamu tu anazikansel, anasema bwana mimi nimeshauri. Create your future to your own family. Create your future, because as only your future will create you to be strong, to be hero. It's only my advice as today to my friend. Ladies and gentlemen,